Mke wa Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti na msarifu wa taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation, Mama Mariam Mwinyi amesema mapambano ya ukatili wa kijinsia unaofanyika mitandaoni unahitaji nguvu ya pamoja na ushirikiano wa wadau ili kuutokomeza. Mama Mariam Mwinyi amesema hayo alipofungua kongamano la maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia lililofanyika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein, Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, ambalo limeandaliwa na Jumuiya ya Majaji na Mahakimu Wanawake Tanzania TAUJA. Amefahamisha kuwa dhana ya ukatili wa kijinsia imechukua sura mpya kwa kufanyika zaidi mitandaoni, ambao umekuwa na athari kubwa zaidi ikiwemo vitisho, matusi na kuchafuliana majina. Ukatili umechukua sura mpya na ni hatari, ambao ni ukatili wa kijinsia mitandaoni. Mitandao ya kijamii ambayo ingepaswa kuwa chombo cha kuharakisha maendeleo na mawasiliano, sasa inatumika kuwa ni uwanja wa vitisho, matusi, kuchafuana majina na kusambazwa kwa taarifa au picha za faragha bila ridhaa ya mhusika, yani cyberbullying, cyber harassment and revenge porn. Ukatili huu una athari kubwa sana, hasa kwa wanawake na wasichana, kwani wakati mwingine husababisha unyanyapaa, sonono yani depression, na hata kupelekea kujitoa uhai. Aidha, amesema ukatili huo sio tatizo la mtu mmoja, bali ni changamoto ya kijamii inayohitaji ushirikiano, hatua thabiti na uongozi madhubuti. Amefahamisha kuwa tatizo hilo haliwezi kutatuliwa na mtu, bali ni lazima taasisi kuungana pamoja na serikali, asasi za kiraia, taasisi za kidini na watoa huduma za mitandao ili kulitokomeza kabisa. Na ufuatiliaji wa matukio ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia katika ngazi zote. Mfumo huo unaitwa Zanzibar GBV Case Information and Management System, na unalenga kuimarisha uratibu, uwajibikaji, upatikanaji wa huduma kwa waathirika kwa ufanisi zaidi. Naye waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Anna Atanas Paul, amesisitiza TAUJA kuweka mkazo zaidi ya kuhakikisha upatikanaji wa haki za waathirika wa ukatili wa kijinsia katika vyombo vya sheria na kuwataka kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Na itawezekana ikiwa wale wanaofanya wanachukuliwa hatua, ili watu sasa waweze kujisikia faraja kwamba kesi zetu tukizileta zinachukuliwa hatua, kwa sababu tunapoenda kutoa elimu kwenye mikoa, malalamiko makubwa ni kwamba kesi hazichukuliwi hatua. Kwa hivyo watu hawaoni sababu ya kuleta malalamiko yao. Awali akizungumza katika kongamano hilo, makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Majaji na Mahakimu Wanawake Tanzania TAUJA, Jaji Aziza Idi Swede, amesema jumuiya hiyo imejipanga kukuza na kuendeleza upatikanaji wa haki kwa usawa na kuelimisha umma juu ya kutathmini upatikanaji wa haki katika nyanja zote za kisheria katika jamii. Ni kukuza, kudumisha na kulinda kanuni za utawala wa sheria, usawa wote mbele ya sheria, kukuza na kuendeleza usawa wa kijinsia katika nyanja tofauti za utoaji wa haki. Lakini pia lengo moja ni kupitia upya masuala yote ya ubaguzi wa kijinsia na kufanya kazi kikamilifu kutokomeza aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake na watoto katika jamii, hususan katika upande wa utoaji wa haki. Kwa upande wake, Hassan Jabir Hamdo, maarufu kwa jina la Dijong, ambaye ni mmoja wa hamasishaji katika harakati za kupinga vitendo vya udhalilishaji, amesema matarajio yao makubwa kupitia elimu iliyotolewa na kuona vitendo hivyo vinapungua na hatimaye kuondoka kabisa nchini. Kwa sababu tayari washatoa elimu na bila shaka wamewasikia yale ambayo waliokuwa wakiyazungumza. Kwa hiyo tunategemea kwamba kupungua kwa vitendo vya udhalilishaji kwa hapa Zanzibar. Nao baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu wameeleza jinsi walivyofaidika na elimu waliyopata kupitia kongamano hilo. Pata hii elimu humu ndani sasa, na naweza kupambana nayo jinsi ya kujilinda na haya vishawishi vya kijinsia kutoka kwa wanaume na kutoka kwa wazee. Kwa sababu kazungumzia pia wazee, kuna wazee ambao wanapenda sana kujikita katika kulaghai watoto wadogo. Kutaka kujua katika masuala zima ya ukatili wa kijinsia,
vipi unaweza ukajilinda na ukatili wa kijinsia na zipi ni athari kutokana na ukatili wa kijinsia. Wameahidi kuwa mabalozi wazuri katika kupigana na kukemea vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia ili elimu hiyo iweze kuleta matokeo chanya kwa jamii. Nikiripoti, mimi ni Shamur Amur, Sunet TV.